Kiswahili ya 81. Wote tusimame. Nyimbo ya Kiswahili tutazame kule mbele, asubuhi inakuja, tuone Mungu wetu atafanya kazi yake, kupunguza mashetani. Ibikoresho gusa ariko wowe urashaka ububasha bwawe ukorera baje bakoresha ubwenge nibazo kubafuza uko biratwara ariko wowe mpamvu y'umushobozi ugende ibikoresho uwiye urakoze Imana uko ibikoreye uko bitatu amina ne Unaona Imana yetu kama unavyoviona Jumapili ambayo imekwisha kuwa hapa katika mikono ya kutoka Tabata kuenda mbele tunafanya kazi ya Mungu katika parosi ya Jumapili ya kuona mtakatifu zote zinaitwa mitakatifu. Kwa kusanyiko wa makanisa tatu ya kanisa la Pekabo. Mchungaji wa parosi Jumapili alikuwa pale
vikao kuu vile sisi na vikao hivi tunataka alikuwa na kazi kutukia Mungu apate kujenga kanisa lake. Mchungaji wa farmasi nilituma nilete salamu za watumishi wa Mungu, niwaambie salamu kutoka na kanisa lilitumana salamu. Je, sasa Mungu anatutumia jinsi tunavyozoea. Kuna vitu sisi tunahubiri tunaweza kuhudhuria karibu kwa uwezo wa neno la Mungu, lakini kiacha Mungu atumie watu wake na kusema Bwana nataka neno hili uweze watu wako kama wewe umenituma. Nilitumia kazi ya basi kwa tarajia tangu naokoke kwa kwanza na kazi hii. Amen. Tangu naokoka nilikuwa batizo kwa mwaka wa 2005 katika 2025. Sasa nayo miaka 20 nimepokea Bwana Yesu na Bwana Mwokozi wangu. Ndio niambia watu ambao wanatarajia kwa watu wake. Anatarajia nini kwa watu wake? Mama yako unahitaji ndio unahitaji. Unayopandikiza katika ufalme wa Mungu na ndivyo utakavyovuna. Ndio kuambia zije upate kujenga magorofa. Nataka kumwambia kujenga mioyo yenu. Ukitumikia Mungu na moyo mkunjufu na hiyo kaifurahia kitu ambacho kinazidi cha kuzirisha hiyo unaweza kujenga hekalu lake. Hata kama kujenga hekalu lake kupitia hapo mtumishi wa Mungu mchungaji wetu akiona kazi kama mlete kutoka kupenda wa Mungu wetu akikiri katika kwa roho wake hata mjukuu atafikiriwa. Mambo matatu ndio nilifunza ndipo mweza kuhubiri. Waleta vitunga hapa, vitunga vikajaa, hakuna hata mmoja kanisani na kutumika. Kilichosimamisha mtu atokea huko anakuja kushuhudia, ni upo microphone. Unataka kidogo nikushia maji mgeni nitaka nipasuke sita wabeba muda ni ushuhuda napenda sababu na ungine na mambo kumbia. Nilikuwa na sababu tena ni bayana hapa karibuni. Tayari kesho kununua vifaa. Fera betoma ilikuwa imeshaka. Nilizileta hapo. Vile bwana akikimbia nyumbani. Mke wake akasema sababu kwenda peke yako. Basi kama unataka kwenda peke yako karudi. Ndio je, basi mimi nataka kuona mahali watu. Nikatazama mchungaji tunasema soma mbele. Wengine akakuja. Akaja mke wake. Sisi tumeshatumika. Lakini tunataka kutumika tena mara tena. Hata wewe mke wako bado mjamzito. Mtoto ambaye yuko tumboni naye pia tunamtolea. Naye akijua kwamba mtoto tumboni mwa mama yake. Ndio sio bala.
ndiwe kumbusho katika hekalu hili. Unaona watu wote ambao wanapita kwenye joto wa vilimani wanakaa wanapita vile na wao wakaja watumikie hapo. Akasema mimi tayari nimeshamaliza kuja. Nikaketi. Wewe tunayoona kwa kinapata. Mbele na usike na kwa kina baba na kina mama. Sasa hii sasa ni mashindano. Ndiye kitunga cha kina baba na kina mama pale. Tuangalie wale kwa jazi. Amen. Kina baba. Upo? Usisinzie. Mama wameinuka kabisa. Sasa tutarajie kumtumikia. Niliona kutenda mema kwa Bwana. Si ya kujisifu, lakini Mungu ametenda kazi. Inatupasa kubadili msimamo. Tufungue Biblia zetu. Kitabu cha Mathayo sura yake ya 6. Sura yake 33. Tutaingia katika Yeremia. Sura yake 29. Mstari wa 11 hadi 13. Nataka hapa tusome kwa Warumi. Sura ya 14, 17 na 18. Elia karibu. Mathayo sura yake 6 mstari wa 33. Tunasoma izina rya Yesu. Mathayo igice cya 6 kuva ku 33. Ariko mubanze yitwararike ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, niho ibyo byose bizobyongerwa. Yeremia sura yake 29. Yeremia igice cya 29 umurongo wa 11 13 haranditsweho, kuko nzi ibyiyumviro mbiyumvira ko jewe Uhoraho mbivuze, hari ibyiyumviro by'amahoro atari iby'ibyago, kugira ngo mbahe ibyizigiro byo mu iherezo ryayo, kandi muzonyambaza, muzoza mumusenge, nanjye nzobumva, muzondondera kandi muzombona, nimwandondeza umutima wanyu wose. Warumi 14 mstari wa 17. Waroma igice cya 14 umurongo wa 12 na 18 haranditsweho, kuko ubwami bw'Imana atari kurya no kunywa, ariko ni ukugororoka n'amahoro n'umunezero byo muri Mwuka Yera. Ukorera kuri sitasiyo ahimbara Imana, kandi n'abantu baramwemera. Amen. Amen. Basi keti hicho cha neno kutoka hapa, tutafute Mungu, baadaye mzigo yetu tutie nyuma. Mambo ya Mungu tuachie mbele, hivyo tupeleke tumshiri nyuma. Neno la Mungu huu mstari ambao tunasoma kwa Mathayo sura yake ya 6 mstari wa 33. Nikitazama Mathayo sura ya 6, Bwana Yesu alizungumza na kanisa lake. Mitume walikuwa pale. Wakristo walikuwa mahali pale. Akawaambia jinsi ya kuomba Mungu. Akawaambia jinsi ya kumtumikia Mungu. Aliwaambia jinsi ya kumtumikia Mungu kwa mali ambayo nayo. Na akawaambia jinsi ya
kwenda mbele za Bwana. Basi msoma Biblia Na chombo Biblia mnayo basi endelea kufuatilia. Anabaki ya kitabu kama yumu aliyokucho muri. Akaona tofauti kwa katika mwili na vile Yesu akamwambia maombi ya kweli. Aliwauliza tutakapoomba Mungu tuomba vipi? Utakapoomba unajua ombi hilo tunalifahamu. Mtie Mungu mbele. Jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Ukaendelea kusema mapenzi ya Baba. Aliendelea kusema kuomba. Lakini kwa siku ya leo sisi kila mtu anakuja hapa kuabudu. Kuna kitu unalisema tofauti kwa kufika leo. Leo tunakwambia tuanze kuongea tafuteni ufalme wa Mungu. Hicho ndio wao shirima. Mambo yako wasije nyuma. Hapo maneno mtiso. Utakaposoma neno la Mungu. Kama mshauri kama aliko. Unasema lakini wasoma Mungu alipasika kwa maana hivi. Leo Mungu anaomba sababu kilipoje. Unaomba Mungu pesa. Unasoma imani kwa kibishi mwasi wao. Kwa Mungu auwe akiwa. Yale pesa mbaya. Kumbe kweli kwa leo. Sisi ndio tunakubaliwa. Haleluya. Amen. Tunatende. Amen. Tunakubaliwa haya. Uwezo. Unabii sasa alishakana ya. Ndio basi hivi na tukumie. Yale ambayo tunataka. Tunafisi ukombe. Anaongoza. Ukombe kwa imani leo. Hata shilingi ngao. Sasa Mungu sasa mbele zetu. Mbele ukitaka kishubwa. Mbele yetu kibiwa. Anapata kusoma kwa aliko. Tunasoma lakini kwanza muombe mtamjinga. Ndio kwa ufalme wa Mungu. Uliona kile. Unajua ni haki. Tunga nile. Tunga ni haki. Mungu kusema kwa sio maombi yetu. Hizo kila kama ndio na wewe itakuwa ni ya muhimu kwa wewe kwa watoto. Sasa kubwa ni chochote cha. Unataka mbele. Unapokuwa wewe kimamachi. Wewe pekee yako unafanya vizuri. Hakuna kukitoa mtoto. Uwe sababu ya wao ndio kusema. Mtu wakati alikuwa na ujumbe na kufariki. Ndio sasa tuone. Na kabla hajakata roho. Sasa bado naye atafuta Mungu. Wakati alikuwa mzima, wakati alikuwa vizuri, hiyo vitendo alikuwa hana hayo. Na nikuta sasa wewe, unataka kumtibu kama mganga, ukimzolea anaweza kuanzisha, anaweza kuambia, lakini una hali nayo, anaweza kuogopa. Nikimwambia kweli huyu mbona jinsi ninavyomuona inawezekana aje pale kusikia. Haleluya. Haleluya. Sasa Yesu alitazama na kusoma masomo hili. Mtu alikuja mbele zake alikuwa kuponya. Mungu akasema mbele yake kuponya. Mungu akawa anajua basi kufa chakula. Na akatazama kwa sababu akatazama kama mwana wa Mungu. Alikuwa na uwezo wa kuongoza. Na unajua kukwili. Lakini alikuwa ni sera za mwili. Sasa hapo kitu kinabadilika.
Je, unafikiri fikra zetu kwa sikia? Unafikiri baba yangu mimi ama tabia zangu kufika mwisho? Hiyo haiwezekani. Ndio lazima tueleze Mungu. Tunapoanza tayari anaona ile kama tunahitaji. Kama anakuwa kuboresha kama unaomba ni koroza hiyo ataka sikutegelee. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Si kwa kuwa anajisaulisha Mungu. Ama kumwambia katika kakata kujibu. Anatamani hiyo kwa Mungu katika nafasi ya kwanza. Katika za Mungu katika nafasi ya kwanza. Kama katika nafasi ya kwanza. Bali basi ya kutuolee. Haleluya. Amen. Nitatembea Mungu kwa imani. Nani ambao wanakubali kuongoza kusaidia naye? Imani ya kubasha kwa Mungu wetu unaweza kuambia wewe nenda ndio ndio aliyo hapo. Kuna wale wanafanya hivi. Hata Biblia inasema hawafika bali. Ndio naambia mtu ambaye ni mgonjwa. Hiyo leo wakati kueleza inawezekana kama wewe ni mtumishi wa Mungu. Unamwambia basi unamwambia tundu kama leo imani ikamkita Mungu anaongea na kumponya hapa. Akili alipokuwa katika maisha ya kawaida unamtazama basi kumfadhilia Mungu wetu anajua katika dunia ambayo tunayo ndani yeye anakontrol yote. Ndio kwa sababu tunakikuta limetoka mambo. Kwa nini? Anataka kuomba ajili ya shida. Lakini hakuna nafasi ya kupatia Mungu. Haleluya. Amen. Ili jambo leo Dini neno la Yesu tunatuambia. Dunia ambayo tunayochokesha. Yeye tunashindana hii kama mtu na Yesu. Akushinda mkono. Hiyo hatutaweza. Ndio sababu Yesu aliambia kanisa. Ndio Mungu ataweza kujibu. Yesu mwombe anataka lakini sio mtafutaje tu. Tafuteni ufalme. Uishi katika ufalme. Ameenda katika kija hawezi kusikia. Aliona sura hii ya 6. Akamwambia kuomba kweli. Tupitie huko mbele. Ataenda kwa mtie huko mbele. Ndio sasa unapita kule ndani. Una mzigo. Lakini leo una mzigo mbele. Shirikani mbele. Hata kuisema hiyo kazi yako. Itoke leo ndio Mungu leo anakuja kwako. Usimame leo tunajadili. Mtumikie. Kwa leo mbona itaje Yesu walizi. Ama leo kwa sababu ni Elia. Sasa kama kusomeka Elia. Leo mama leo keni. Elia Mungu kutembelea. Kwa sura 29. Kwa mstari wa 11. Abi anaona Israeli. Wale Israeli. Wameshikwa mateka. Wakapeleka mateka. Kwa ajili ya kanisa. Basi wakawa Yesu akamkabidhi kwa Babeli. Wewe kama Babeli, tuna Mungu Elia, ambaye ni nabii. Basi kwa mtuma kama nabii apate unabii kwa watoto hai pale. Lakini huyu Elia aliandika barua. Tazama
Sio pale tulisoma sura ya 29 mstari wa 7. Nasema kwambia hapo ulipo. Hapo ulipo uzuri. Ombea kwanza amani katika kivuli. Ombea katika kivuli. Haleluya. Amen. Ikisema teknika watu wake. Shabara Mungu tofauti kutafanya. Watu tumeelezea. Alijua tatizo ambalo linafanya. Lakini kidogo tuendelee. Haleluya. Amen. Nataka basi mshike kwa siku. Historia ya sisi. Je, unafuatilia? Yeremia kisoma utasikia habari hii. Yeremia Mungu akamwambia. Ni nini Bwana alishamwambia? Kitu nafikiri kweli. Ingawa kashinda hiyo. Hapo kifarao kasema kama hivi. Ushawaleteka. Wakikushika basi unashika mateka kutumia jinsi wapendavyo. Walikwenda kufariki kwa manabii wa Mungu. Mungu ambaye anaona mambo yote. Jiko leo wapanikia. Ombea kwanza amani katika mji wako. Hiyo ndio amani tunaishi kwa amani. Kwa nini nini sasa usiombee vita kwa adui wako. Hapo ndio kutia mbele. Mungu anatenda tumoja. Wewe unafanya Mungu. Wewe unasubiri na lakini unapotea tu. Unapotea nguo. Hicho kitu ambacho nimekuambia. Ndio tunapoongea ndio. Unataka kuomba. Ndio mbele. Mungu wetu ni Mungu aliyezaa. Yes, ndio hicho. Jaribu kama mtaka mbele. Anaweza kuwa kuna kitu ambacho kitakuweza. Sasa kudisi kwa Mungu leo. Kwa Mungu wewe wake. Mungu anataka usiingie kwa pia tatulie. Mbele ya yote tumtie mbele. Hiyo sana tafuta hii kama majongezo. Yeremia sema kitu kilo mingi ya kitu ya shida habari kuna kato lakini unaangalia kwa kesho na wakati wa mwisho kweli utakapoiona utapaswa kutekeleza basi hapo kwa fariji. Haleluya. Amen. Mungu akafariji. Utakuja uniombe. Utakuja uniombe. Unakuja nikawasikia. Na mkiendelea kuniomba uniombe kwa wewe kujua. Hiyo ndio jibu. Na ndio tunapendea. Shida hizo itasuluhiwa. Lakini heshima ni kwa Israeli walikuwa magani. Sasa wanaingia kwa kweli kitabu leo kusahau. Ndio sababu Yeremia alisimama kuambia. Yaani kulinda sana kuangalia kwa kweli. Bali ndio watu yaani Mungu kitolea akaangalia Mungu wao. Anaambia kwa watu kutashinda. Yaani kuna watu na ndio wao wanasema kwa kutashinda kwa lakini basi mtie mbele. Je, nani ndio mtie mbele? Nani ndio soma mtie mbele? Mtumikia kidogo tukiwa kama unapepea. Nani yeye basi atakusuru? Wakati wa leo watu tunaelewa. Ni kwa neema ya Mungu. Imetosha mbele.
kuona kwa mali hapa. Wanasema kutombolesha basi. Mungu leo si dosa. Mungu huwezi kutombolesha. Nikitaka unapata mambo yako. Basi ndio unataka Mungu. Ndio unataka Mungu. Lakini unakufariji. Unakufariji. Wanachunguza na ile timu wanaotafuta nao wanakwenda kwa usemaji kwa sahihi, lakini si shamba ya Mungu. Ndio kutekeleza cha Mungu. Mungu tumetetea kitu pale. Mungu ni waongoza. Utakapomtafuta wewe utapata. Lakini ukitaka wewe utafuta kwa haki. Utapatia mbele utapatia mbele kwa watu wako. Watu wote hapa duniani. Watoto hapa duniani. Wakiona mkono inabidi tupate uongozi. Tukoje tukienda tubike. Nasoma katika Warumi. Kitabu cha mambo ya wakati. Kupata Warumi kwa somo. Warumi kwa somo. Imani si mtano kubwa. Kwa Mungu si kuna wakunywa tu. Warumi kwa roke. Nikuwa wenye haki. Amani. Na furaha ndani ya Roho Mtakatifu. Baba ni maana wanaposikia Mungu hivi Mungu anakubali na watu wanakubali. Utakapofurahia Mungu na unafurahia atakubalisha watu na kuleta kwa kutarajia, lakini inabidi kutia Mungu. Amen. Sawa. Yesu ameshuhudia. Sura ya 6 wakati Yesu akafunga watu. Sema hata Sulemani. Sulemani kwa kupeleka watu. Hakupeleka kama kuwa baya kwa siku hiyo. Lakini nini unashika kufikiria? Wataka tena wewe mbele. Ukupenda tamaa zenu. Kujifurahisha. Ukupenda tamaa mbele. Utaratibu utatendea. Haleluya. Amen. Nasoma kama roho ya kati. Sura ya 28. Mstari wa 9 na wa 10. Mungu ndiye msimamo wa Mungu. Japo Salomo, usikie jinsi mfalme Daudi alivyokuwa. Kwa kweli unapaswa kuoga Mungu wako. Kwa mwisho, kwa kawaida, aliki mambo kiza. Kuna kitu kile watu kama mambo. Sasa kitu kile mlemo. Hayo lazima mambo gani? Kwa sababu ndio kama hivyo sisi baba yake mzazi. Sisi tunasema mabaki ya mababu zao. Haiko na moja lakini yeye hajui kutokea wapi. Sasa hata kuna tutakuwa hivi mambo. Sio wakati sio wao ukipata leo hakuna hizi. Akikuuliza sana ukizunguni anakwambia kweli. Kiona kitu kilichochoka. Na wewe ukiendelea kuogopa unaweza hata kulia na kuogopa tena. Kwa wazazi wanachoka. Basi wanatoka kugogo. Bila kuwasosi ili wapate vitu kwa watoto zao. Unachukua kwa kile kitabu Mungu anaipiga. Kama kizuka na Yesu. Mzazi wako sio mjane shilingi. Wewe unapokufa basi nini unashauri yote.
wao. Unasikia jinsi tu ipo hali ya kutaishi kule. Kupatia na watu wao ni kupatia mali. Sasa watu wao hawana kila kabisa kwa hiyo. Wewe ndio kwa mali hiyo. Mimi na wanakuke. Je, ndio kuzungumza haya? Kama ndio kuzungumza haya. Habari hizo. Nenda kumwambia ni kama je, yeye hawasaidia. Mwambie ni kama ni kuje. Aliye haomba ni kama pia tumesema ni kama nimekuwa. Kwa hiyo dunia haitakuwa kimzade. Wote ukidiwa. Ni kama sababu kushika yeye. Wewe unataka tukimtia mbele atashinda. Kwa kweli, alise ndio kupigia. Wamenibariki sana. Iko pesa kupigia kwa ile pesa. Hizo pesa unapokuwa sawa. Ndio unataka kurudishia. Ukiwa unataka kuhubiri. Kwa vitu unaohubiri. Hapo unasaidia. Marekani ni hapo kwa pesa. Anataka dola hii yote kwa ndio maana unabarikiwa. Unajua baada ya kutoka. Hii dola kwa jambo hili. Hii ni kwa sababu Ikigo cy'amashuri y'umunani y'ubucyenda y'amashuri hanze kandi nawe mwana wanjye Salomo ukwiye kumenya Imana ya so. Umwami Dawidi yari babwira ishengero rya Israeli. None Dawidi yabwira Israeli. Akatera kumaka ndipo fika kwa wana wake. Imana adira yake kuzaa. Maana ulizi kwani. Akatera ile ndio lakini kilicho kile hawajakihusu. Sio ndio pia wananchi. Daudi alipokuwa ni tunaweza kusema wewe ni mwana. Wewe sasa mwanangu. Endelea. Imani ya so. Imani ya so. Na mimi ndio kwa yako. Uimbele kwa mtiso. Ndio kusema mwanzo. Hadi Maria. Imani ya Abraham. Hii ndio ndio Ibrahim. Imani ya Isaka. Mungu Isaka. Imani ya Yakobo. Ndipo kwa Salomo. Kama Sulemani. Huyo kumejali imani ya kupata kujua na Mungu. Inakupasa kujua Mungu wa baba yako. Haleluya. Uisamani umutima utunganye. Wote kwa moyo mkunjufu. Moyo mkunjufu. Niko na kutia moyo. Adamu yako wote mbele. Bora ndio wewe. Utarajii kama utakuwa kutendea. Zamani tulikuwa hivi. Tunaweza kwa toshula wao. Oya. Hata ndio isha. Lakini wakati moja kwa kujaribu Mungu nikamtia mbele. Basi nikatoka mbele. Maana fika ibada. Wewe si yangu. Amen. Sasa usikie. Mungu wako asuzuru mitima yose. Mungu anatupa nini? Sote hapa ndio tunaweza. Lakini Mungu wetu ni kila siku ukichunguza mambo ya kweli. Kutoka mahali kwa kawaida. Anaweza kuwashimisha mataifa yote. Akamenya imigabo yose n'ibyiyumviro byose. Kuna shabaha ambayo iko mbele zetu. Shabaha zote Mungu anataka kutuonea. Watumishi wa Mungu kunyosha mkono tu. Ili watimize amri ya Mungu.
lakini Mungu ndio watu tunataka awabariki. Sio moyo ndio lake. Amani nayo. Mungu tayari kushuhudia kazi. Amen. Jua kuongea kusoma. Hiyo nasema aje. Tunataka sisi aliko niwa lakini kitoka kwake aliambia mwanae Petro Sulemani atafikiria kwa yake. Sasa Sulemani alikuwa na agano lilikuwa kwa yake. Wewe Sulemani lakini tunachoacha sasa diliteni kubaka ingoro imbere yawe nuko koza ukuri. Simama, tusimame. Sijui kama tutaendelea, sijui kama tutakuwa safi. Mungu anataka kuendelea mbele. Hakuna kitu ambacho ni anashaka zuri kwako. Kwa hiyo kwa Mungu. Lakini anataka kupiga hatua. Basi mtie mbele. Anajiandaa kuendelea mbele. Ukitaka Mungu akuendelee mbele. Wala wanaendelea Yesu tu. Lakini kwa uwezo wa kufikishwa anajiandaa kuendelea hapa. Anajiandaa kuendelea. Sema leo baba. Wewe kitu kama kuendelea. Hapo kazi hiyo. Mimi tayari nimeshakueleza. Nataka kufanya kazi ya utumishi wa Mungu. Basi uendelee kujifunza kidogo sana. Mara ya hii. Uwako na mjua. Kama unataka hata nikisema kidogo. Leo na utakato. Hata nisimame tu hapa. Hayo unayaona. Yaona tukio kunana. Nimepata tiketi ya ndege. Mzungu tuko naye kuambia. Baada ya kutumia na kuishi. Watoto wetu na ndege ya bisi. Kutoka Accra kufika mji wa Shena. Ilibidi nitembee na ndege. Mzungu ananiambia mstari siku unasema Mungu. Wewe una pasipoti Mungu. Uko katika mission ya nchi. Ukienda kwenye immigration. Kikini ndio Mungu wako. Unajiona kitu wakati haujaendelea. Niko na ndege kurudisha huko. Kuonesha programu kesi. Nataka passport. Ndio watu hapa. Akaenda kwa kidogo akaiba. Nikakumbuka kwa sema hata watu mzee. Tayari ndio kuona nikakwenda nikacheka mkono. Yule mtu anakiwa hapo. Hata kunialisha. Tunapotoka Mungu. Tuna mahala kujitoa. Hakuna kufanya mchezo hapa. Tuna mahala pa kuchezea. Sasa unapatia nguvu hapo.
Ukiri kama mtakatifu. Kuna ahadi kutolewa. Yule bwana alianza kusema asema kukitendeka aje. Akiwa tumboni kwa kupata mtu sasa kanisa ndio tutakayojenga. Kwa mlima tupaki hapa. Asema tunakuja mbele akiwa tumboni hapo kipo. Haiwezi kuanza kuhubiri bure. Amen. Njoo sasa wagombee. Njoo wagombee. Kuna vitu vya kuongea huko. Ukijikuta katika masuala yako kutoa wagombee. Kwa matumizi yako kutoa sehemu ya pili. Mungu kama anaona kupata maendeleo. Ukichunguza una haufaidiki. Kwa kuwa kuna kitu kinachokuja Mungu. Hakuna kitu kinachokuja mbele zake Mungu. Yeye ambaye anataka kutia Mungu mbele. Asiombe tena mambo yako. Unamtia wala kama kwa safi akija kujirudia shida. Kumtia Mungu mbele kwa kazi zako zote. Kitu chako mbele tu. Unataka kutumikia ipate kuona. Ukitia moyo wako kwa Mungu au utakosa kitu. Hata kama dunia wanataka. Wanataka kukuona. Wanafanya tena Mungu. Yesu Mungu anatumika kufariki. Ndio kutoka kwa Mungu. Wewe kila mtakao tunajua. Na kitu kinachosalia. Unakoja leo ndio. Na kutaka kupiga hatua. Hata watu wanataka sana. Wanataka maendeleo yako wewe aendelee. Sasa sote hatakuwa hivi. Ulikuwa ile katika masuala marefu. Lazima unacheka vipi? Lakini nikija kubele na watu watakuinua. Amen. Sio kwa karibu. Wale wote wanaona mimi sikumhubiri leo siku kutoka lakini nafikiri watu ndio watakuwa kwa nyingi kwa zima wamkuta kanisa. Bwana Yesu aliambia wale Kwa Yesu apiye wale wanambiliza. anasema nini? Anataka Kwa wa mtu wote wanaokuima Mungu na wengine imesikae inomera. Yesu akawaambia, Yesu anawaambia watu wa dunia wanatafuta vile vitu tunavyotafuta. Anasema ndio kuboresha maisha yao. Na baba yetu mwingine kwa kama kuga Kandi so wale wamejua kubii lakini alikuambia kushiriki. wao Israeli Bana Israeli walipokuwa baki kurusha. walianza kusema Mungu ametukupa. Baba tukifanya ndio hivi. Mungu ametukupa. Maana mimi nikuelewa. Leo Mungu ametuma yeye. Kuna chini kaelewa. Waambie mipango niliyonayo. Ndio kuona Watu niliokuja ndio ndio. watu niliokuja Sio kuomba ulimi. lakini pia tunatendea wema. Hiyo kama ulikiza. Na kuomba nyakati nzuri na wakati wa kumaliza kwa unateza. unashitaka. Leo zigora na Hatukuumia wale ya dhambi Mungu. ndio kukicha wewe. Una shida gani? Leo zigora na Shida unayo.
ingoro tunakwambia Mungu unaona kitu hakuna. Unajipima na kuonyesha na Mungu. Bwana anasema, anafunga uze mji. Uze mji. Ukubali kujipa nafasi ya kwanza. Ile kumba wewe mwambie. Ndio nafasi ya kwanza. Ube kwa jamii. Umtumikie Mungu. Ukore bana Na wao wako wote. umetima wao Na Mungu zako yote. hizo zote. Na akili zako Uwe zote. kwa zote. Usifikishe. Yaani kimeeleza. Haiko ushiriki. Na atakuwa Kandi zokuberejesho. Amen. 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 Je, Bega ule Mungu ndio maana una uhusiano gani na yeye? ukitajia kule vigeze na Una uhusiano gani na yeye? ukitajia kule imani na wewe. Mtumishi wa Mungu anakusudia. Kwa sababu tunataka kushiriki Wale kwa ambao walikwama kwenda aeroport. hali ndio shida. Mpaka pasipoti yake haionekani. Kushikana pasipoti za Kwa kwa hiyo nikatenda. kule kompyuta hiyo. Mungu anamwambia, Usomo wewe unampata Mungu. akitaka kusema Ambia ule Mungu wako. ila ni wewe na wewe. Amen. Amen. Na Mungu sababu anamjua Mungu. Ila anakwenda hizi ngoja. Anasimisha. Akili kwa sababu aongeze. Basi karibu. Leo kwa Wewe unaelekea mtaka mchanga. wewe ni mkele fasha hiyo kuruka. Sogea hapo kuombe. Nigirani mbele yetu kusema. Ni muda mzuri sana. Ungana mbiza cha. Ulijaribu kumwambia Mungu ili aende akuelewe. Baada ya kufikiri ni nini tashote. Una kasoro. Alizo choko wachi. Unapigwa kelele vizuri. Alitakeleza. Leta kwa Yesu Kristo. Leo mzee Yesu Kristo. Njoo haraka ndugu. Uze hiyo tabela. Huu ujumbe ni kwako leo. Ukutuma ni kwa wewe ndio. Hatukwambie kwamba ni kutubu dhambi. Nikukumbia tunakia jana. Lakini njoo. Aliko uze. Ukubali kumpa nafasi ya kwanza Mungu. Wewe kuinama kwa kiwango cha mbele. Umupe nafasi ya kwanza. Ile kiwango cha Na miradi yako ataithibiti. Dini zote za Somo la kurudia kufanya atayapata. hizo kile mtoto anasoma. Utaona mimi nakakuja kutoa. Uzoa mimi kwa kukini. Haleluya. Amen. Nimejengwa sana mimi. Yeye anasema, Nimejengwa kweli. "Ndoa tuwe Mungu anasema, ana huko. kuna wakati nilipitia nyakati ngumu. Ani kinacho mimoyo. Hata umekuja kulikuwa unataka kuisha. Leo kukuelewa. Nikajitambua. Nacho nitahu. Nikamrudi Mungu. Anataka kuona. Nikarudi kwa Bwana. Nataka kuona. Nikamtoa nafasi ya Bwana katika Kazi maisha. kiwango cha mbele ndio. Mambo yakaanza kuwa Hivi mazuri. ndio tutapo. Haleluya. Amen. Asante kwa kuona Mungu. Na kozi kimzi. Na wao wanasitasita. Wao wanasitasita. Leo ni mjana jana. Siku ya wokovu ni leo. Usiwakiza ndugu. Siku ya kukubaliwa ni leo. Usikome kwa ndugu. Nani kupeleka? Leo kazi. Hata tulizo ilikuwa pombe. Kazi ya kushika. Na mtu ambaye ni mara ya kwanza Karibu mnaondoka. amesikia ujumbe, Yumvise amesikia kama Yesu ni Bwana, yumvise kwa Yesu anaokoa na Bwana. akiza ndani. Na yeye anataka kumpokea kama Bwana. Anaokoa kumtamani kumzogea. Kama mara ya kwanza Ila ndio ulikuwa unampokea Yesu. utaka kile Yesu. Leo unataka kumpokea. Unamsukuma kwa Kia mkono wako juu. Wao hali kati ya mchamo yetu. Unamsukuma kwa Yesu. wewe ambaye ni mara ya kwanza. Wewe ndio mbele. Wakristo wa Mungu karibia hapo. Hapo zimara wekele. Haleluya. Hao wote wanataka leo wapewe Mungu nafasi ya kwanza. Hapo wote kwa kununuzi na imani kwa chakula. Na ni jambo la muhimu. Kama kitu kinakamano. Ukimpa Mungu nafasi ya kwanza katika maisha yako, Yao hiyo anakuwa chambo ndio. wengine yote ni yeye atakufanya. Wengine yote ni yeye atakufanya. Utakuwa hujaomba, yeye anaanza kujibu kwanza. Mambo yanaenda kuwa mazuri kwanza. Sababu umempa nafasi ya kwanza. Wengi tunamsogelea kwa mdomo tu. Lakini mioyo yetu iko mbali. Asimama
zetu. Weka mkono wako juu. Wewe kiganza cha wewe Wewe kuombea. ukila unasenge. Wewe kuombea. Tusenge. Urudi maneno haya. Unasema Mungu amesha. Maneno tunasema pia kama Ama shauke kwa maneno mafupi sana. ama shauke mafupi. Bwana Yesu Kristo. Ndugu jambo jana. Ndugu yangu ndiye kila imani akawao wa mbele baba. Uwe uruhusi tajibele ya Yesu. Umbawa ile kukutamanya ndani mo. Daktari uruhusi kushimana mbele ya Yesu. Imana data. Kama mutima wanje. Kama mutima wanje. Nebeye. Uwe uruhusi kukugira wambere. Mutima wanje. Muri yanje. Muri byose bihora. Ni wewe nahise kuba wake. Urakoze Mana. Kumbabariye. Urakoze Mana. Ko wibagiye ubutamenya wawe. Kandi ugiriye neza. Ubyakiriye. Ndabisenze. Mwizina Yesu Kristo. Mana mukte wawe. Ulizama kwa nini? Mana takumicho. Mana nziza. Mana tukunda. Bimuka. Vijana wa Israeli. Wewe unanyekera. Kumina ya Musa. Alimitima ya nini kule yangu. Ikia wale mumoni Babiloni. Wale waziruwa watane. Wale waziruwa mukilimuka. Aliko walikuwa minamambo pesa au kulida. Uchie kufukono we. Yele niya. Hallelujah. Umamawani urutamenya wao. Bibisi urutamenya manda. Uyiba. Wewe Musa. Batoye. Nataka kwa wakubize aliwa mbegu. Wewe Bwana, imana ya masera. Hallelujah. Uwakileleza. Uwone ushasha. Uminujawa wakona. Kandi uminujawa wakona. Uminujawa. Urakoze Bwana. Urakoze Bwana. Ulibana ya. Ima ni mkunda. Nani chukituma. Waruka ya mkuzi wao. Uwele. Sawa sawaika. Direshi na tege kutanga. Ako. Iwa kuchina kutuwaga na mkuzi wao. Bako baba na mkende. Kando wa kulinde. Nizinde kushukuru. Amen. Wewe hicho watu Kile ambacho kiko siku ya leo. ukishire Mungu Tia wewe ukilemo usiishi ukigende apate kutekeleza. kama Mungu ana Mungu imani